Sina nukuu maridhawa, nimekosa tenzi za kukupa ili unielewe. Ukweli ni kuwa sijabarikiwa kuipata taufiki ya wazazi wako na nduguzo. Kuipata ridha yao imekuwa kipengele kizito zaidi ya kujibu mtihani wa hesabu uliotungwa na mwalimu wa kujitolea mwenye kisera cha kukosa ajira. Picha linaanza, tofauti zetu za kiimani zinaleta msuguano, kisha linakuja suala la ufakiri wa kupindukia lililosiliba ngozi yangu. Mwenzio bado sijajipata, naumia unavyokosa matunzo kutoka kwangu, na huo uzuri uliojaliwa najiona kabisa nitakuwa sababu ya wewe kufubaa. Halafu kuna lile jambo nililokuambia mara mwisho tulipokutana. Sumaya, nduguzo wana chuki binafsi dhidi yangu. Labda kwa kuwa mimi si Mwarabu koko kama asili ya ukoo wenu, ama tuseme chanzo ndio umaskini wangu. Sijui na wakera nini ya Rabbi, hawataki hata kuniona. Huo ni mtiti. Kama mechi basi ubao matokeo unasoma 3-0. Sijui meza itabenduka vipi, kesi ishakuwa ngumu. Katu sitosema tuachane. Mizima mababu tanilani nipate uchizi kama nitadiriki kuliua penzi letu kipumbavu kiasi hiki. Tunapendana sana Sumaya, na kila mtu analijua hilo, lakini napata uzito kuja kwenu kukuchumbia. Si tu kwa kuwa najua nitakataliwa, lakini nina wasiwasi na usalama wangu pia. Sijisahau ulichonisihi kuwa niwe makini, maana baba yako anamiliki manati ya mzungu. Tafadhali usilie, labda lipo funzo analotupa Jalali kupitia machungu ya kikombe hiki. Nami nasema kuwa haijaisha hadi ishe. Sitaondoa timu uwanjani hadi dakika 90 zikamilike. Daima nitakuwa kando yako Sumaya, unalifahamu hilo? Nakupenda sana wewe mwanamke.